Hakuna siku ambayo ni hatari duniani kama siku ya Krismasi. Hii ndo siku iliyokuwa hatari mbele ya Mungu duniani. Uhatari wake imekaribia ardhi hii kupasuka pasuka, na mbingu ikachanika chanika, na majabali yakapeperushwa pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Mwenyezi Mungu anasema waqalu ittakhadha ar-rahmanu walada, wanasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mwingi wa huruma ana mtoto. Takadu as-samawati yatafattarna min qawlihi, imekaribia mbingu kuchanika chanika na ardhi kupasuka pasuka. Watakhiru al-jibalu hadda, na majabali yakapeperushwa pale walipodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan, Mwenyezi Mungu ana haja gani ya mtoto ndugu zangu? Kwani iko siku Mwenyezi Mungu atakuja kufariki amtafute atakayemrithi mali yake? Au iko siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuja kuzeeka na atakuwa kipofu amtafute mtoto wa kumuonesha njia? Mwenyezi Mungu ni mkwasi, hana hizi udhaifu ambaye viumbe wako naye. In kullu man fi samawati wal ard illa ati arrahmani abda, vyote vilivyo katika mbingu na ardhi siku ya kiyama vitakuja mbele ya Mungu vikiwa ni waja wa Mungu, watumwa wa Mungu. Hakuna mtu atakuja kwamba yeye ni mtoto wa Mungu, sijui huyu ni jamaa yake Mungu, huyu yuko karibu na Mungu zaidi. La, wote hao watakuwa ni watumwa mbele ya Mungu. Kwa hivyo hii ndio siku iliyokuwa hatari ndugu yangu, na katika sifa za waumini wa hali ya juu. Wewe kama Muislamu unapotaka kujijua mimi ni katika waumini wa kweli, Mwenyezi Mungu anawasifu hawa, anasema walladhina la yashhaduna zur. Waumini wa kweli ni wale ambao hawasherehekei sherehe za sikukuu ya makafiri, ayadul kufar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anasema kaeni mbali na sherehe za sikukuu za makafiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajawahi kuzaa mtoto ndugu zangu, hajazaa wala hajazaliwa, hana mwanzo wala mwisho. Na leo kuna baadhi ya watu malasafu shadid, ndio unaona leo katika baadhi ya Waislamu malasaf wanaingia katika kusherehekea sherehe za watu kama hawa. Katika siku kama hii ndugu yangu, ni haramu wewe Muislamu kumtumia ujumbe asiyekuwa Muislamu kwamba Merry Christmas, au kamtumia kadi ya Krismasi, au kamwandikia risala, au ukampa maua, au kamnulia zawadi, ama ukapokea zawadi kutoka kwake. Yote haya ndugu yangu ukiyafanya, wewe umeshiriki katika kumtukana Mungu kwamba Mungu ana mtoto, na Mungu hana mtoto ndugu zangu. Mwenyezi Mungu hajawahi kuzaa wala hajawahi kuzaliwa. Na ndio unaona ndani ya Qur'an hakuna mwanamke ambaye ametajwa kwa jina lake isipokuwa Maryam binti Imran. Huyu ndo mwanamke peke yake ambaye ametajwa kwa jina lake ndani ya Qur'an, kwa sababu imepita kadhia nzito sana katika maisha ya huyu mwanamke, kadhia nzito. Na kuna sura nzima inaitwa surati Maryam, ikadaiwa kwamba huyu mwanamke amezaa mtoto wa Mungu, huyu mwanamke alizaa na Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsafisha mwanamke kama huyu na kumweka mbali na yote haya ambao wanamdai na kumsingizia na kuweza kumpachikia kwamba aliwahi kuwa katika hali kama hii. Ndio unaona hao Wakristo wote na Mayahudi ndugu zangu, ambaye leo wanamfanya Isa ni mtoto wa Mungu, na wengine wakamfanya Nabii Isa ni Mungu, na wengine hata hawajui wanamfanya ni nani. Siku ya kufa kwao hao Wakristo hawa, unapomwona kafiri yoyote hapa nje ndugu zangu, siku ya kufa kwake ndo atajua kwamba Nabii Isa alikuwa si Mungu wala mtoto wa Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, hakuna miongoni mwa hao waliopewa kitabu ambaye ni Wakristo na Mayahudi isipokuwa wataamini kwamba Nabii Isa hakuwa Mungu wala hakuwa mtume wala hakuwa mtoto wa Mungu kabla ya kufa kwao. Yani kabla ya kafiri yoyote kuondoka duniani, siku hiyo ndo atajua kwamba Nabii Isa alikuwa sio Mungu
na Nabii Isa alikuwa si mtoto wa Mungu, lakini itakuwa ni too late. Baadhi ya wanazuoni wanasema wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, ni kwamba hawa watu waliopewa kitabu watamwamini Nabii Isa wakati atakaporejea duniani, kwamba Nabii Isa sio Mungu wala mtoto wa Mungu, kabla ya Nabii Isa naye kufariki dunia, kabla ya Nabii Isa kufariki dunia. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu hajawahi kuzaa wala hajawahi kuzaliwa. Mwenyezi Mungu anasema katika sura al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Katika miujiza ya Qur'an ni hii aya. Ndugu zangu, hii aya kwa mtizamo wa fikra finyu ya binadamu ilikuwa inafaa iwe kinyume. Maana yake kiumbe mwanzo anazaliwa, alafu ndo baadaye anakuja kuzaa. Kama mimi na wewe tulizaliwa mwanzo, ndo baadaye tukawa watu wazima, tukaoa na sisi naye tukazaa. Lakini hii aya imekuja kinyume. Lakini kwa mtizamo wa binadamu hii aya ilikuwa inafaa iseme lam yulad wa lam yalid, hakuzaliwa wala hakuzaa. Lakini haikuja hivyo, imekuja lam yalid, hakuzaa. Maana yake tuma iliyoko duniani sasa hivi ni kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Sasa Mungu anafunga hapa, mimi sijawahi kuzaa, lakini hakuna tuma duniani umewahi kusikia wewe kwamba eti Mwenyezi Mungu naye amezaliwa. Haijawahi kutokea hii. Lakini wanasema mufassirin, lau itatokea hiyo, basi Mungu naye anafunga kabisa na yeye vile vile hajawahi kuzaliwa. Maana yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana mwanzo wala hana mwisho, hajazaa wala hajazaliwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba Nabii Isa kimiujiza, namna Mwenyezi Mungu anavyoonesha ndani ya Qur'an, anavyoweza kuumba anavyotaka yeye. Ameumba katika sehemu tofauti tofauti, katika njia tofauti tofauti, kumuonesha binadamu huyu kwamba Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kila kitu. Mwenyezi Mungu leo akiambia hii ukuta kun fayakun, iwe binadamu, itageuka itakuwa binadamu. Ana uwezo wa kufanya hivyo. Ndio Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an akaonesha uwezo wake wa uumbaji katika njia tofauti tofauti. Kwanza amemuumba binadamu bila baba bila mama, ambaye ni Adam alayhi salam. Hana baba hana mama, ameumbwa kwa udongo. Kisha akamuumba binadamu kupitia kwa baba peke yake bila kuhusishwa mama. Na hili ni jambo ambalo kwa fikra ya binadamu ni jambo ambalo haiwezekani. Wewe ushawahi kumuona binadamu anabeba ujauzito? Haijawahi kutokea hiyo katika dunia hii. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wa khalaqa minha zawjaha, Mwenyezi Mungu akamuumbia Adam kutoka ndani ya mwili wake Adam mke wake ambaye ni Hawa. Maana yake Nabii Adam alayhi salam alimea jipu hapa, ile usaha ikawa mkubwa, wakati wanataka kuidungua wamwage usaha, mara ikatoka mtoto. Mungu anaonesha uwezo wa kuumba kwake. Kisha ya tatu, Mwenyezi Mungu akamuumba binadamu kupitia kwa mama peke yake bila baba, ambaye ni Isa alayhi salam. Hana baba huyu, hajawahi kuguswa huyu mwanamke, ni mwanamke aliyotahirika. Kisha ndo akamuumba binadamu kupitia kwa baba na mama, ambaye ni mimi na wewe. Sasa kama Mwenyezi Mungu ana mtoto, alikuwa anafaa kuwa Adam ambaye hana baba hana mama, au Hawa. Mbona hawawataji hawa kwamba ni watoto wa Mungu? Na Biblia yenyewe imewahi kusema hivyo kwamba hawa vile vile ni watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu ambaye inaikusudiwa hapa kwamba ni viumbe vya Mungu. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaonesha uwezo wa kuumba kwake. Ndio unaona Maryam alipotiwa mimba kimiujiza. Kwanza Jibril alipomtembelea aliona jambo la ajabu sana. Jibril anamwambia, wewe utapata mtoto kwa uwezo wa Mungu. Anamwambia, vipi mimi nitapata mtoto na hajawahi kunigusa mwanamume yote? Mimi sijawahi kufanya uzinzi wala sijawahi kuguswa na mwanamke yote na mwanamume yote. Jibril anamwambia Maryam, kadhalika qala rabbuki, hivyo namna Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoamua, wewe utapata mtoto. Ndo alipopata ujauzito, ndugu zangu, Maryam aliona ili ni jambo la aibu kwa jamii yake
kwa wazazi wake, kwa